nikuone. Baba, hey, Baba, umenitoa matopeni Baba, umenitoa gizani Baba, kwa neema yako ninaimba leo na shukuru. Nikisoma neno lako Bwana, kwangu ninapata uzima. Nizifuate njia zako Bwana, tena unipe neema yako Yesu, na upako wako. Udhaifu wako Bwana ni nguvu zangu, maishani mwangu Yesu ni kila kitu kwangu. Maombi ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Maombi hufanya neno la Mungu lianze kutenda kazi. Kuna aina nyingi za maombi. Kasema kuna maombi ya mahitaji, mfano tunaomba ulinzi, Bwana atulinde. Pia kuna maombi ya shukrani, tunakuwa tunamshukuru Mungu, tunamsifu. Kuna maombi ya mahojiano, kuna maombi ya utakaso, na kuna maombi ya vita. Kwa mfano kwenye sessions zilizopita tulikuwa tunaomba maombi ya ukombozi, ambao kulikuwa kuna ukombozi wa madhabahu, ukombozi wa uchumi. Kuna maombi ya umiliki, unakuta mtu anaomba kumiliki ardhi, anateka anga. Maana katika ulimwengu wa roho ni ulimwengu mpana na una vita vingi sana. Unakuta mtu kuna wakuu wa anga, kuna wakuu wa ardhi. Lazima ufanye maombi ya vita ili uweze kuvimiliki vile. Vile vile kuna maombi ya kibali. Unakuta kibali cha mtu kimetekwa katika ulimwengu wa roho, kimeibiwa katika ulimwengu wa roho. Unakuta lazima afanye maombi ya kurejesha kibali. Vile vile kuna maombi ya mamlaka. Unakuta mtu anaomba mamlaka ya kiroho irejeshwe. Unakuta mtu anafanya maombi ya mamlaka, anaomba mamlaka ya kimbingu ikae juu yake. Vile vile kuna maombi ya kuvishwa silaha za rohoni na maombi ya kuboresha silaha. Yote haya ni aina ya maombi. Nikaelezea pia kuna sifa za mwombaji. Mwombaji lazima awe mnyenyekevu, awe na mtazamo mzuri juu ya Mungu. Altitude, tunasema hivyo. Sio unaenda kwa Mungu na mawazo yako, unaenda kumlaumu Mungu, kulalamika. Mambo mengine ni kumshukuru tu Mungu, maana Mungu hata kitu kinachoendelea katika maisha yako, Mungu anajua nini anachokifanya kwa ajili yako. Kuna sifa nyingine ya mwombaji, lazima awe mtu wa kujitenga na kujificha kwa ajili ya maombi. Na pia awe mtu wa maombi. Sifa yake nyingine, lazima awe anaangalia na aina ya vyakula anavyokula. Ni baina ya aina ya vyakula vya kiroho na vyakula vya kimwili. Vyakula vya kiroho ni vile vyakula ambavyo, chakula cha roho tunajua ni neno. Sio kila neno au fundisho tutalipokea. Mafundisho mengine yanaua roho zetu, mengine yanajenga. Na vyakula vya kimwili ni vile vyakula ambavyo vimetolewa sadaka kwa miungu mingine. Na pia mwombaji lazima awe na backups au support company, watu ambao watakuwa wanaomba kwa pamoja. Na hao backups au support company kwa namna moja au nyingine wanaweza wakawa ni watu wazuri au wakawa watu wabaya, inategemeana na aina ya support ambao umekutana nao. Mwombaji lazima ajitenge na uraibu wa aina yote ile. Sio unakuwa ni mwombaji alafu unakuwa ni mlevi wa mpira, mlevi wa pombe, mlevi wa divai. Biblia inakwambia lewa Roho Mtakatifu. Na kwenye kujitenga, angalia, jitenge na marafiki, jitenge na maombi. Maana marafiki ni chanzo kikubwa cha watu kuharibikiwa, na pia ni chanzo kikubwa cha watu kupokea ile neema. Maana pasipo marafiki pia wengine tusingemjua Yesu. Maana marafiki wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. Hapa ni jambo la kuwa makini na aina marafiki ambao unakuwa nayo. Bwana asifiwe. Kwa nini mwombaji ametakiwa awe na hizo sifa zote? Cha kwanza kabisa, Mungu anajibu maombi ya wanyenyekevu, watu wanaojishusha. Ukisoma Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi na wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Pia tengeneza mazingira ya watu kukuombea wewe. Kuwa unaombea watu wengine, pia tengeneza mazingira wewe wanakuombea. Alafu badili aina ya maisha. Ishi maisha mapya ya kumtegemea Mungu, sio kutegemea akili zako. Kuwa na lugha nzuri, badili tabia yako, mtu wa Mungu. Kuna tofauti kati ya maombi na uombaji. Namba moja, mtu mmoja, huyu hapa anakuwa ni haya ni maombi. Mtu anakuwa ni
anakuwa anaomba peke yake, na nguvu yake katika ulimwengu wa roho inakuwa ni ndogo ukitofautisha na waombaji. Wakiwa wengi, maombi yao yakiwa mass prayer yanakuwa yana nguvu. Watu wengi wanakuwa na nguvu. Ukisoma Zaburi ya 102 mstari 20, Matendo ya Mitume 12:1, utajifunza kuna nguvu ya kuconnect. Yani watu wengi wanakuwa na connect nguvu. Maombi ya kanisa huleta matokeo makubwa sana. Tunaona tofauti ya Petro alipokuwa akiomba peke yake na kanisa lilivyoomba. Kanisa lilivyoomba kwa ajili ya Petro aliweza kutoka gerezani. Ukisoma katika Biblia ya kitabu cha Yeremia 3 mstari ule wa 15, neno la Mungu linasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapoweka wale viongozi anakuwa anawaweka ndio wa kuwalisha, lakini ninyi kama kanisa mmetakiwa muwe mnaomba. Na pia ukiwa kiongozi tengeneza mazingira ya watu wako kuwa wanakuombea. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana pendo lake. Hapo tunakuja kugundua maarifa na ufahamu vinakufanya utembee na malaika. Bwana asifiwe. Maana hichi kitendo cha kuhamishwa na kila andiko linakuwa lina malaika nyuma yake. Najua hapo hujanielewa na ni vigumu kunielewa, lakini ninavyozidi kukufundisha utazidi kuelewa zaidi, mtu wa Mungu. Cha kwanza kabisa umetoka ufahamu, Mungu anatembea na watu wenye maarifa. Na vitu vya kiroho ushindana kwa maarifa. Ndio maana Mungu anasema katika kitabu cha Hosea, wana wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana asifiwe. Siku zote katika maisha usimdharau mtu yoyote, wewe msamini. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mithali 21 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Bwana asifiwe. Hebu tuingie kwenye faida za kuomba. Je, tukiomba kuna faida gani? Kuomba huongeza nafsi na roho yako vinakuwa vinatanuka na kuongezeka. Unapofunga au kuomba, moto unakuwa unakuzunguka. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Moto unakuwa unakuzunguka, na unavyoomba unazidi kutanuka na kuongezeka. Utasema kivipi, mtumishi wa Mungu? Maana Biblia inasema hivi, wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika wakaa milele. Kama vile milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana huwazunguka watumishi wake. Mungu ana tabia ya kuwazunguka watumishi wake. Ukisoma Biblia, wana wa Israeli alikuwa anatangulia mbele yao kama moto ulao. Kwa hiyo ukiwa ni mtu mwenye maombi, muda wote unajiconnect, moto unakuwa unakuzunguka. Malaika hufanya vita badala yako. Kila andiko linakuwa lina malaika nyuma yake. Ndio kile kitu ambacho nilichokuwa nakwambia, mtu wa Mungu. Kila andiko linakuwa lina malaika nyuma yake. Unakuta malaika wanafanya vita kwa ajili yako. Ukisoma katika Waebrania, ukisoma katika Biblia kitabu cha Waebrania, ukisoma vizuri utakuja kugundua kuna huduma ya malaika. Huwa anaachilia malaika zake wanafanya vita kwa ajili yako. Malaika wanapigana kwa ajili yako. Kuna malaika wanatumwa kufanya kazi hivi. Kwa mfano, kuna malaika Gabriel, kuna malaika Fanueli, kuna malaika Mikaeli. Malaika Mikaeli sana sana ndo anatumika kwenye maombi ya vita. Pia unapokuwa mtu wa maombi, mamlaka yako ya kiroho inaongezeka. Unakuwa na mamlaka kubwa. Maombi ya muda mrefu huzuia utendaji kazi wa vifaa vya shetani, vinakuwa vina stop. Kuomba muda mrefu, malaika huongezeka idadi kwenye maisha yako. Unakuta malaika wanaongezeka, idadi yao inaongezeka, unakuwa unatembea na malaika wengi sana. Kuomba muda mrefu, miale ya nuru huongezeka ndani yako, unang'aa. Unakutana na mtu anang'aa kwa sababu ni muda mrefu anakaa anajifungia katika maombi. Kibiblia kabisa, na hata shuhuda nyingine ukizisikiliza, kuna baadhi ya shuhuda watu waliopata neema kuchukuliwa na Bwana Yesu. Nilichokuja kujifunza, maarifa ambayo nilikuja kuyapata, kila kitu katika maisha ya mwanadamu amtakiwa anakitolea fungu la 10. Kitu ambacho nilichokuja kujifunza ni fungu la 10 katika muda.
Siku nzima ina masaa 24. Ukitolea fungu la 10 muda wako kwa siku umetakiwa uwe unaomba angalau masaa 2 na dakika 40, ambao approximate pamoja na neno ni kama masaa 3. Kwa level ndogo, muombaji au Mkristo wa level ya chini anatakiwa iwe ni masaa 3 kwa siku. Bwana asifiwe. Lakini pia Biblia inatuonyesha Yesu Kristo alikuwa anawaambia wanafunzi wake, amkuomba pamoja nami hata saa 1. Kwa hiyo hata tunavyoomba, ukifikiria tu lisali moja Mungu, yani ni kwa level ndogo ya Mkristo, lakini ukitaka kukua zaidi na zaidi, masaa kusaidia sana. Pia soma Biblia kila siku angalau mistari 5. Uwe unaomba kwa kutumia ile mistari. Unaweza ukaniuliza, mtumishi wa Mungu, ni kwa namna gani ninaweza nikaomba muda mrefu? Cha kwanza kabisa, piga magoti. Magoti ni ishara ya unyenyekevu mbele za Mungu. Maana watu wengine wanadharau nikipiga magoti, nitachafuka, nitafanya. Ukipiga magoti, Roho Mtakatifu automatically anashuka pale. Alafu namba 2, kiri mistari ya Biblia, mfano Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi unilaza, kando ya bonde la utulivu uniongoza. Unakiri yale maneno, unakiri hata kurudia. Unakuta unaenda kuomba muda mrefu na Mungu anakusaidia, unamuona. Namna ya kuomba masaa 3. Masaa 3 ni masaa madogo sana. Unaweza ukasema kwa kweli ulizoea, lakini siku nzima ina masaa 24. Hata ukiomba dakika 5, kuomba kwa kupumzika kila saa dakika 5, ili mradi tu hiyo siku umalize masaa 3. Wewe mwenyewe unaweza kuamua asubuhi kuomba saa 1, mchana saa 1, jioni saa 1. Au mchana kuomba lisali 1:30, usiku lisali 1:30. Ni wewe tu utakavyojipangilia, ila kwa siku umeomba masaa mangapi? 3 tu. Na ukiomba masaa 3 kwa uaminifu kila siku, ndani ya siku 90 ambayo ni miezi 3, utakuwa umefikia viwango vya uponyaji wa kiungu. Utakuwa unaweza kuombea kipofu akaona, utakuwa unaweza kuombea kiwete akatembea, una uwezo wa kufufua mtu aliyekufa kwa neema tu ya Bwana kutokana na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Maana utakuwa umefikia vile viwango na qualification. Mistari ya Biblia huwa ina emphasize malaika na utendaji kazi wao. Kwa mfano, kuna mstari wa Biblia una idadi kubwa ya malaika ambao ukisikiza shuhuda mbalimbali kama ushuhuda wa Oscar, unatuonyesha kwamba hivi vifungu kuzimu huwa anavyogopa, na vifungu hivyo vinatokea katika vitabu vya Zaburi. Miongoni mwa Zaburi maarufu ambayo inaogopeka ni Zaburi ya 24. Na vile vile katika kuomba, mtu wa Mungu ukiwa kama Mkristo, umetakiwa uwe na mkakati wa kuomba. Kuna nyakati maalumu za maombi. Nyakati ya kwanza ni alfajiri, asubuhi. Alfajiri kuna malaika wa majibu. Ukisoma Biblia yako utakuja kugundua kuna malaika wa majibu katika majira ya alfajiri. Kwa mfano, ukimwona Yakobo alfajiri alipokuwa amelala, alimuona malaika akamng'ang'ania, wakaanza kupambana naye. Ndipo asubuhi ile alipoota ile ndoto, anaona malaika wanapanda ngazi na kushuka. Maana yake kuna transformation, kuna vitu vinavyoenda juu vinavyoshuka, maana yake kuna flow ya information inaendelea pale. Vile vile hata wewe ukiona ndoto nyingi uoga unaota asubuhi, malaika wa ujumbe ni Gabriel, anakuja anaweka mkono kichwani mwako, unapata maono, lakini umeota uelewi hata zimetokea wapi. Kwa hiyo alfajiri ukiwa unaomba, ukiteka lile lango la asubuhi la maombi, inakuwa inakusaidia. Kwa nini? Inaharibu mitego ya adui ambayo aliitega usiku. Malaika wa Bwana anakuwa anafuta yote. Ili uweze kufuta, tumia Zaburi ya 57, mtu wa Mungu, majira ya alfajiri. Maana huyu malaika wa Zaburi ya 57 huwa ni malaika mwenye nguvu sana. Na muda mwingine ni muda wa mchana. Mchana mapepo huleta magonjwa na maumivu, vinatoka kwa Mungu jua. Hapa hivi umetakiwa kutumia Zaburi ya 35, mtu wa Mungu. Kama unaandika uwe speed kidogo, vitakusaidia hivi vifungu. Tumia Zaburi ya 35. Malaika wa andiko hili ana nguvu sana. Ukiomba anavuruga kila kitu. Lakini huyu malaika ni malaika wa viwango vya juu na anazingatia viwango vya utakatifu.
Kwa hiyo ili uweze kutumia hii Zaburi ya 35 ni lazima kwanza uwe umejitahidi katika viwango vya utakatifu, ndipo utaweza kufanya kazi na huyu malaika, kwani malaika huyu ni very very sensitive. Muda mwingine ni muda wa jioni, muda kuomba. Lango la kuzimu linakuwa lipo wazi, na lango la kuzimu linaanzia kwa wazi kuanzia majira ya saa 12 jioni. Unakuta nguvu za giza, wachawi, mapepo, majini wanajaza vyombo vyao vya usafiri mafuta ambayo ni damu. Hapa umetakiwa utumie Zaburi 24, maana malango yanakuwa yako wazi. Malaika anashuka na malaika ukisoma hiki kifungu, malaika huwa wanashuka kwa idadi kubwa, wanapigana vita. Bwana asifiwe sana. Na pia hii Zaburi inakomandi malango yale yafunguke. Nyakati mwingine ni nyakati ya usiku, maana usiku tunajua kwenye saa 5 usiku zinakuwa ni safari za wanaagiza. Saa 8 usiku ndo unajua ndo nyakati za kufanya kazi, nyakati za mikakati, nyakati za mitego. Hapa hivyo umetakiwa utumie Zaburi ya 99. Vile vile unaweza kutumia Zaburi nyingine kama Zaburi 29. Na hii Zaburi 29 ukitumia vizuri, hapa utaweza kuisikia sauti ya Mungu, maana mbingu ya pili inakuwa inafunguka. Unaweza ukaniuliza, je, muonekano wa mtu wa maombi anaonekanaje? Katika ulimwengu wa roho, mtu wa maombi anavyoonekana kufuatisha shuhuda mbalimbali ambazo unazisikiliza, na pia ukija kukompea na maandiko, unakuja kugundua kwamba mtu wa maombi ni kama moto mkali, atembeapo anaonekana kama moto. Jambo hili pia nimejifunza, nimesikiliza katika shuhuda, nikaja kuona katika maandiko. Biblia inasema ya kwamba Mungu huwafanya watumishi wake kuwa kama mwali wa moto. Bwana asifiwe. Jambo la pili, mtu wa maombi apitapo, kila kitu na vifaa vya ufalme wa giza vinasimama kwa muda na kutokufanya kazi. Bwana asifiwe. Unaweza ukaniuliza, mtu wa Mungu, mtumishi, je, ni kwa nini tunaomba? Ni swali zuri, na pia watu wengi wamekuwa wakiniuliza ile swali. Namba 1, tunaomba ili kujenga uhusiano binafsi na Mungu. Uhusiano binafsi na Mungu unajengwa kwa maombi, mtu wa Mungu, hiyo ni sikufiche. Jambo la pili, tunaomba ili kujenga nafsi zetu, maana maombi yanajenga nafsi. Nafsi zetu zinajengeka tunapokuwa tunaomba. Vile vile tunaomba ili kuwa na nguvu za kiroho kukabiliana na upinzani wa adui, ndio maana tunaomba. Bwana asifiwe sana. Vile vile tunaomba ili kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kwetu. Hatuwezi kufanya mapenzi ya Mungu kama hatuombi. Lazima tuombe ili tujue ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu kwetu. Bwana asifiwe. Vile vile tunaomba ili kuyashinda majaribu. Ndio maana Yesu anasema, ombeni msije mkaingia majaribuni. Vile vile tunaomba ili kuyajua majira na nyakati juu ya maisha yetu. Vile vile tunaomba ili kupata mahitaji yetu. Bwana asifiwe. Kuna roho ambazo ziko katika ulimwengu wa roho, kazi yao ni kuzuia maombi. Roho ya kwanza ni roho ya dhambi. Hii roho inakausha kabisa, inakausha moto wa maombi, unakauka. Kwa hiyo ukienda kwenye maombi, mwambie Bwana, niondolee roho ya dhambi, aipige hiyo roho ya dhambi, ipigwe. Vile vile kuna roho ya kukata tamaa. Watu wengi kinachowarudisha nyuma ni kukata tamaa. Roho nyingine ni roho ya kuchoka. Watu wengi wanachoka, wanaishia njiani. Roho nyingine ni roho ya mazoea. Watu wanaomba kwa mazoea, hii inaua moto wa maombi. Roho nyingine ni roho ya uchungu. Watu wana uchungu ndani yao, hawasamei. Roho nyingine ni roho ya kutokusamehe. Roho nyingine ni roho ya kukosa uvumilivu. Watu wengi wanapenda kujibiwa hapo kwa hapo. Roho nyingine roho ya masengenyo. Watu wanasengenyana. Watu wanasengenyana sana 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 sana. Sana wanasengenya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jambo lingine ni roho ya kutokuamini. Unakuta mtu anaomba lakini hataamini. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Roho nyingine ni roho ya uovu, unakuta watu wanatenda maovu tu, mambo mabaya mbele za Mungu. Na roho nyingine ni roho ya kujihukumu. Mtu wa Mungu anaweza unakuta anajihukumu kila anachokifanya, anaona yeye hastahili, yeye afanye hivi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile pana madhara mtu anapoacha kuomba. Kuna madhara mengi sana yanatokea. Bwana asifiwe. Ukiacha kuomba, nini kinachotokea? Nisikilize nikwambie. Tabia zile za asili zinarudi kwa nguvu sana kwenye maisha yako. Kama ulikuwa ni mzinzi, kama ulikuwa unavuta bangi, unaona ile kiu ya bangi inakuja katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuwa katika maombi. Unakuwa wa mwilini sana kwenye kila jambo. Rohoni unaama kabisa, unaambiwa hichi kitu unafanya kwa mazoea, unaona hichi kitu ni cha kawaida. Yaani unakuwa mwilini ukiacha kuomba. Ndio maana unakuta mtu ambaye haombi mueleza jambo la rohoni, Bwana amenionyesha hivi leo, kama Bwana amekuonyesha hivi, unaonaje wewe? Pia unapoteza uwezo wa kusamehe mtu akikosea jambo. Unakuwa usamehe, unakuwa ni mtu mwenye kinyongo. Ukijiona hivyo ujue ongeza nguvu kwenye maombi. Ongeza nguvu kwenye maombi. Pia ukiacha kuomba unaenda kanisani kwa mazoea, ibadani unafanya ibada kwa mazoea, yani kwa sababu umezoea kufanya vile. Vile vile unapata mashambulizi mara kwa mara, tena kwa ghafla. Unashangaa kila siku matatizo yanakuandama wewe tu, tena kwa ghafla. Ndoto zako za usiku zinakuwa mbaya, mara unaota unakimbizwa, mara unafanya nini. Kama uko hapa unanisikia, mtu wa Mungu, unaota mandoto mabaya, jaribu kuchunguza maisha yako ya maombi yakoje, mahusiano yako na Mungu katika maombi. Maisha yako yanavamiwa na roho ya hofu, roho ya uoga, unakuwa na wasiwasi sana, unakuwa hauna amani. Mtu wa Mungu, uko hapa, najua unanisikia. Mungu akusaidie katika hilo. Nisaidie kutaipu amina kama umenielewa. Unakuwa hauna amani, unaishi kwa mashaka. Unakuwa mtu wa kuweka kisasi na uchungu. Unapoteza uwezo wa kujua mambo yajayo. Kama ulikuwa na karama zinaanza kuyeyuka sasa. Unategemea sana akili zako na kuwategemea watu. Unakuwa unategemea sana akili zako, unawategemea watu. Na watu wenyewe wasipokusaidia unawageuza kuwa adui zako. Unakuwa ni wewe na kugombana na kila mtu. Vazi la wivu linakuvaa, unakuwa mtu wa kujitetea sana. Kitu kidogo unajitetea sana. Taratibu unajitenga na watu ambao wanakuhimiza mambo ya rohoni na mambo ya kimungu. Unaanza kujitenga mwenyewe, mdogo unaondoka, unakuwa ni mtu mwenye kujitenga. Kinachofuata, uwepo wa Mungu unapungua na kuondoka kabisa kwenye maisha yako. Unakuwa kwenye kifungo, mambo yako hayaendi, unaanza kulalamika, nimelogwa, kumbe umejiloga mwenyewe. Bwana asifiwe. Adui namba 1 wa maisha yako ni wewe mwenyewe, nikwambie mtu wa Mungu. Au wengine ndo wanafuatia. Mtu anayekwambia sijui amelogwa, ameanza kujiloga mwenyewe. Bwana asifiwe. Ikitoka hapo, wachawi sasa ndo wanaanza kukumudu vizuri. Ndo wanaanza kukukalia hadi kwenye pua. Bwana asifiwe sana. Jambo la kutambua, mtu wa Mungu, tambua ya kwamba wewe binafsi uwe na kibali cha Mungu na pia na kwa watu wanaokuzunguka. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26, Biblia inasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua akipata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Bwana asifiwe. Cha kukusaidia, kuna mambo muhimu ya kuombea mara kwa mara maishani mwako. Mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini. Hapa kuna mambo ya muhimu ya kuombea mara kwa mara katika maisha yako. Mara kwa mara unaomba mambo haya. Ombi la kwanza, omba
neema ya kumjua Mungu zaidi na zaidi. Kifungo cha kusimamia ni Efeso 1:17. Neno la Mungu linasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mwambie Mungu akupe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Omba neema ya kumjua Mungu zaidi na zaidi. Usirizike na viwango ulivyo navyo. Tupo pamoja, mtu wa Mungu? Naona mna komenti. Mungu awabariki sana. Saidi Mlokozi na kuona. Mungu akubariki sana. Namba 2, omba kujua upendo wa Kristo maishani mwako ulivyo mwingi. Waefeso 3:17-19 itakusaidia. Neno la Mungu wenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Namba 3, omba kujua kusudi la Mungu maishani mwako. Watu wengi hawajui kusudi la Mungu maishani mwao. Je, wewe mtu wa Mungu, unajua kusudi la Mungu kwenye maisha yako? Unaweza ukakomenti hapo chini, nikasoma nikajua. Na vile vile kama ujui, hebu nenda mbele za Mungu leo, mwambie Bwana, naomba nijue kusudi lako maishani mwangu. Simama na kifungo cha Warumi 8:28-29. Neno la Mungu linasema hivi, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jambo la 4 la kuombea, omba hekima na ufahamu wa kiungu maishani mwako. Yakobo 1:5-6, neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Kwa hiyo ukiona umepungukiwa, mwambie Bwana akupe, na Bwana atakupa usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vile vile omba ulinzi wa Mungu maishani mwako. Mwambie Bwana awe na kulinda. Ukisoma Yohana 17:14-18, neno la Mungu linasema, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo vivyo na watumwa hao ulimwenguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuomba ulinzi wa Mungu, maana sisi si ulimwengu huu. Kama si ulimwengu huu, maana ulimwengu mzima uko kinyume na sisi. Ndio maana Wakristo wengi tunaonekana ni watu ambao hatufai, maana Biblia inatuambia tusifuatishe ya dunia hii. Lakini katika ulimwengu wa roho sisi ni wapya, ni watu wenye muhimu sana sana sana. Kuna roho ambazo zinaimarisha utu wa ndani wa mtu. Ukimwona mtu ameimarika, kuna roho ambazo zinamuimarisha. Kuna roho ya upendo, kuna roho ya unyenyekevu, kuna roho ya utii, kuna roho ya uvumilivu, kuna roho ya hekima, kuna roho ya uaminifu, kuna roho ya nguvu, kuna roho ya maombi, kuna roho ya uvumilivu, kuna roho ya amani. Kwa hiyo hivi vyote vinakamilisha utu wa ndani wa Mkristo. Lazima tujifunze kuwa na love, submission, wisdom, power, prayer and peace. Bwana asifiwe. Vile vile ukipata muda wako, kwa muda wako utaenda kureview kitabu cha Isaya 11, kitabu cha Kutoka 30, Petro 1:3. Utasoma hivyo vitabu na Mungu akubariki.
Na naona tumefikia mwisho wa somo letu. Nadhani umejifunza mengi, mtu wa Mungu. Haleluya.